I was reading the story of this man of God. He's a general in Uganda. Anaitwa Robert Kayanja. If you know that man, oh my God, akili zangu zilivurugika. That man, shakadubelevia. And we have other people ambao wanajiita majina ya ajabu ajabu. They cannot even do what that man is doing. They are only playing gimmicks in the social medias, prophesying fake prophecies. They are forgetting vitu vya msingi ambavyo Mungu alituamuru sisi kufanya. Akasema nalikuwa uchi lakini hamkuja kunivika, nalikuwa na njaa lakini hamkuja kunilisha, nalikuwa gerezani lakini hamkuja kuniona. Tuko tu mitandaoni, tuko tu hapa, tunapeana tu vitu vya ajabu ajabu. Na wapambe wetu wanakazana kutulisha matango poli. Prophesy papa. Do you think God sent you to prophesy? Let me just tell you the truth. Unadhani Mungu alikuita kuja kutabiri hapa duniani? Unadhani Mungu anashtuka akiona unatabiri? Whether your prophecy is accurate, unadhani Mungu anashtuka? The only prophecy that was given is Jesus Christ. I am not diminishing the area of prophetic. Hapana. I love prophecies and I can prophesy. Lakini we should not primarily tukaliweka eneo la kuprofesai na kutabiri na kutoa unabii kuwa kama ndio kitu cha msingi sana. Watu siku hizi hawaendi kanisani kwa sababu ya kujifunza. Wanaenda kanisani ili aende akatabiriwe. Imagine unataka neno kutoka kwa mtu. Biblia yako umeacha kuisoma. Unahitaji prophecy. Unadhani unabii gani utafanya kazi kwenye maisha yako? Biblia yako umeacha kuisoma, unahitaji prophecy kwa mtu, a man of God ambaye anaona njaa, ambaye anakufa pia. Unahitaji prophecy. Una kingdom intelligence. Hata tukikupa hiyo prophecy, hujui hata kunavigate na hiyo prophecy. Ukiipokea, ukiona another big man of God, unakimbia, please man of God, can you say something? I said the other Sunday, nikasema kwamba kuambiwa mambo mengi hakuna maana yoyote ile, hakugarantii maisha yako. Unadhani kubeba maprofesi kwenye akili zako, kumove na maprofesi kwenye akili zako kunafanya maana yoyote ile? Hakukupi maana yoyote ile. Hakukupi relevance yoyote ile katika ulimwengu wa mwili. Katika jina la Yesu nakwambia ukubali ukatae. Hata kama watu wakikataa, I am not preaching ili watu wakubali. In the matter of fact.